Ziara ya Waziri wa Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, January Makamba inaanzia Mpiji Darajani wilayani Bagamoyo na kujionea jinsi hifadhi ya Mto Mpiji ilivyovamiwa na makazi ya watu. Kimbia gari wakaliacha. Gari likatolewa upepo na baadhi ya vioo vikavunjwa. Na lile gari asubuhi yake sisi sio mambo tunazungumzia. Sawa, kuhusu wachota mchanga sasa. Makamba anaamuru wakazi hawa kubomoa nyumba zao ndani ya mwezi mmoja kwa usalama wao. Ziara ya Makamba ikaelekea msitu wa Uzigua ambapo tatizo la ukataji wa mkaa katika msitu huo limeonekana kukithiri sambamba na wafugaji kuwa kero kwa wakulima. Lakini shughuli kubwa hapa ni kilimo ambacho kinasadikiwa kufanyika ndani ya hifadhi. Lakini cha ajabu kwa mwaka huu Uzigua Forest walikuja kuchukua mpaka mashamba, hata shule hata zahanati wamechukua kwamba iko Uzigua Forest. Kero hiyo mheshimiwa, katika kijiji cha kwa Mduma ni kubwa sana. Mimi nina watoto 15 wanategemea sehemu hiyo ya kufanya kazi ya kilimo. Hatuna viwanda, makampuni, mashirika, tunategemea kilimo. Lakini ni yapi maneno ya Makamba kwa msitu huu? Ninachoweza kufanya ni kuwaambia sawa, tutafanya, lakini na mimi nikawashawishi wenzangu, kwa sababu jambo, mipaka ya hifadhi inawekwa kwa sheria, inaitwa GN, government notice, inaandikwa mle, na lazima itenguliwe kisheria. Ni mchakato wa kisheria, sio mchakato wenye mkutano hadhara, mchakato wa kisheria. Serikali inachoweza kufanya kupitia mimi ni kusema jambo hilo tunaweza kulifanya, lakini nataka nisaidiwe vile vile. Ziara ya Makamba ikafika katika hifadhi ya bonde la Mto Wami ambapo anakutana na uharibifu wa mazingira unaosababisha kupungua kwa uwezo wa mitambo ya uzalishaji maji na uchujaji wa maji sambamba na matumizi makubwa ya madawa ya kusafishia maji. Tatizo lingine kubwa ni kwamba kipindi kama hiki ambacho tunapata shida ya mvua na shida ya tope, tunalazimika tununue madawa mengi. Sisi hapa tunatumia madawa mbalimbali kama nilivyosema mwanzo, sharp au kwa lugha ya kitaalamu aluminum sulfate. Makamba anatoa mwezi mmoja kuchukuliwa hatua za haraka katika kurekebisha uharibifu huo kwa maofisa wa wizara, kwani mamlaka ya maji safi na maji taka ilikuwa ikizalisha mpaka lita 400,000 hapo awali kwa saa kwa kiwango cha juu na kupungua mpaka lita 100,000 kwa saa, ambapo huilazimu mamlaka kutumia mpaka shilingi milioni 90 kwa mwezi kununua madawa ya kusafishia maji. Ni katika eneo la Mto Wami, chanzo cha maji tegemezi katika mkoa wa Pwani, lakini changamoto kubwa inasemekana ni kujawa kwa tope kutokana na shughuli za watu zinazoendelea katika mito mbalimbali inayoingiza maji katika mto huu mkubwa. Kutoka Wami mkoani Pwani, Nurdin Kabwanga, Star TV.